Mimi sikujua hiyo, maana wakati nilienda nilibatizwa nikiwa kijana na nilikuwa na girlfriend. Sasa hilo jambo lilinisumbua sana, maana niliona nikibatizwa kuna tubitu nitakosa. Sio uto unafikiria. Sasa shida yako ni kuoverthink. Okay, kulikuwa na tubitu tundogo kama tuhagi, tukisi hivi. Sasa hizo ndio niliona nitakosa. Sasa nilipobatizwa, lakini nikajipa moyo nikasema wacha nibatizwe, hiyo kitu inito. Nikabatizwa. Nilipobatizwa, si mimi ni shujaa wa imani. Tukakutana nako. Nilipoketi karibu nako, vile nilikuwa nasikia kabla ya ubatizo, nikasikia tena. Nikajiuliza, ala, kwani sijabatizwa vizuri? Lakini kitu ikaniambia ondoka hapa. Kitu ikaniambia fanya nini? Kwa maana kama ningekaa kufinya ile simu kandi ya mtu wa asili ni rai. Hamujambo. Wacha hata nikiwa pastor hivi, mimi nimepanda gari. Nilikuwa natoka Thika. Nikiwa pastor tena on dead. Makanga akaniambia ni 30 bob kwenda Tao. Nikaingia, haikuwa na watu. Kufika mahali stage inaitwa Wetaithi, akakuta watu wamejaa kwa stage aje. Akasema gari ni 70. Watu wakaingia wakajaa. Akaenda akaniambia mzee leta pesa, nikampa 30. Akaniambia mzee wacha upuzi, gari ni 70. Akamwambia hata wewe wacha upuzi. Akaniambia mzee unaongea mbaya, akamwambia naongea mbaya. Akaniambia utashuka, akamwambia sishuki. Nikasikia mtu amemigusa hapa nyuma, nikayoka, kanisema pastor wacha nikulipie. Nikasema woi, kumbe ule mtu wa zamani anaweza fanya nini? Amuka. Uliza mwenzako unatumia simu 1 ama simu 2? Get the point. Take a step forward. Jana tulisema kuhusu the bad news. Tukasema ulimwengu ulikuwa tu mzuri, lakini dhambi iliingia wapi? Ulimwenguni. Na hiyo dhambi ikazambaa kwa watu, maana wote walihesabiwa ya kwamba wametenda nini? Na wote wakawa sasa watapatikana na kifo. Na tukasema kwa sababu ya hiyo hakuna vile unaweza kuzuia kifo, isipokuwa Yesu arudi tena mara ya pili kabla haujafikia wakati wa nini? Wa kifo. Na tukaangalia tukasema kifo kilizambaa kwa watu nini? Wote. Hata ujaribu namna gani, hata ujaribu kukula vizuri, hiyo ni vizuri, utatunza afya, utatumikia Mungu ukiwa na afya, utakaa maisha mazuri, utaavoid uchungu ukigonjeka. Lakini mwisho tu pamoja na ile afya utafanya nini? Utakufa. Pamoja na ile afya utafanya nini? Utakufa. Wakati mwingine huwa tunajaribu kuondokea hilo jambo. Na hilo jambo ni sehemu ya great controversy. Kwa sababu katika great controversy kuna mwenye alikuwa anatusomea akona microphone. Ningependa uangalie ni kwa nini kifo kilizambaa kwa watu wote. Katika great controversy ukisoma Genesis 2:16. Genesis 2:16 Biblia inasema nini? Biblia inasema hivi.
Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Verse 17. Ndio hiyo naendelea kusoma. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Siku utakapokula matunda ya mti huo utafanya nini? Utakufa hakika. Chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msiche mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hakika hamtafanya nini? Hamtakufa. Hamjambo. So, great controversy, wakati unasema good news about the great what? Great controversy sio vita vinapigano vya kimwili. Ni vita pia vya kweli na uongo. Ni vita kati ya ni nani anayekutawala na ni nani ambaye astahili kufanya nini? Kukutawala. Nani anasema ukweli na nani anasema uongo. Mwenyezi Mungu amekuja akasema, siku utakula tunda la mti huu, kufa utakufa nini? Shetani amekuja anasema, hautakufa, ni kufanana, utafanana na nani? Sasa katika great controversy, jambo hili utaliona mpaka wa leo. SDA ni mojawapo ya kanisa zenye zinaamini mtu akifa anakaa kaburini mpaka Yesu afanye nini? Lakini wewe unapoangalia SDA unaona kama wanaamini hivyo kabisa? Hamujambo. Nimejua ninauliza hivyo kwa sababu tulijenga hospitali pale CKC na tukaita serikali ikuje kufungua. Naamini hata nyinyi mlichangia. Sasa wakati huo hatukuwa tumejenga mochari. So serikali ilipokuja ikaangalia ikasema, yes, ndiye mmefanya jambo la maana, mmejenga hospitali ya ghorofa. Ikaenda ikaangalia ward ziko excellent. Hizo ward ni excellent, ziko na vitanda zinatembea na magurudumu, kuna TV, hata ukigonjeka unaonjekanga hapo ukiona TV. Wakati mwingine natembeanga hapo nauliza ama nijiralishe hapa tu, lakini naona ni bibaya. It's a smart hospital. Lakini serikali ikatuuliza, na mochari iko wapi? Tukawaambia sisi tunaamini uponyaji. Wakatuambia hakuna hospitali ya kulala ambayo ainanga nini? Na hapo ndio nilijulia hiyo siku ya kwamba huwezi tengeneza hospitali ya kulaza watu kwa ward na haina nini. Akasema ngeni hata hospitali nyinyi mmejenga hospitali njuzi, simuende Kenyatta na ndio kubwa, muone hata next ni nini? Ni mochari. Akasema simuende Aga Khan, muone Aga Khan iko na nini? Hapo ndio nilijulia kumbe hata hospitali sio ndawa ya kifo. Ni mahali pa kukuweka tukuchunge kitambo uende kwa hamujambo. Halo? Hiyo ni moja nilifanya niulize SDA kwani ina doubt kifo? Wakati huo kulikuwa pastor mmoja alikuwa anasema hii ni mambo gani sasa? Sisi hatutaki mambo ya kifo hapa. Sitaki kusema lakini alikufanga na aliwekwa hapo. Hamujambo. Ambia mwenzako dawa ya kifo ni moja. Na inaitwa Yesu nani? Na sasa hiyo ndio mbandi ni ya kwamba sote lazima tupatikane na kifo. Ninaendanga kwa mazishi ya SDA. Mazishi ya nani?
tunahubiri tu vizuri, anayelala hajui neno lolote, wala hana jambo lolote katika maisha ya dunia gani hii. Waliokufa wakiwa ndani ya Yesu watafufuka Yesu akifanya nini? Sasa katika hiyo harakati, si ni mimi ndio pastor nimehubiri, ninaambiwa pastor, sasa ngoja watoto wa marehemu wako na inaitangwa aje ile mtu anasomanga tribute, wako na tribute, watoto wa marehemu waesi ndiye wanakuja. Mother, siamini ni wewe umelala hapa. Nataka kukuambia mimi kama pastor body wako sitakuangusha. Mahali penye huko ukai ukijua. Nashindwa. Tena nani tunaongeresha? Wazidia mjambo. Unaona shetani alifaulu kiasi kikubwa kuambia watu kufa hautafanya nini? Hata wale wenye hiyo imani kabisa wanafikanga mahali wanaona haezi enda hivyo, acha nimuongereshe kindo. Na ukiwakataza hiyo umeharibu mazishi. Yaani pastor, wewe hata uwezi sikuwa na uoni wamefiwa, wewe ndio unakuja kuleta doctrines zako hapa zenye hazina mpango. Let them talk. It is their mother. Nawaambia sawa basi, endeleeni. Dad, I remember the day you came to school. I was so down, but you lifted me up. You are everything that I have done. Mpaka mimi ni pastor lakini nasema sana nicheke ama nikasirike. Kwa sababu hapa ni watu bando hawaamini mtu akikufa amefanya nini. That is the seriousness of the great control. Lazima tuelewe, unajua tunaposema great controversy unaweza kuitafuta huko wapi? Great controversy is so serious such that unajua ni Yesu ndiye tu imebaki ikiamini Yesu atarudi. Hamujambo? Kwa maana hizi kanisa zingine zimetengeneza njia ya vile wewe utaenda huko. Si wanasema ukikufa umeenda huko. Sasa kama watu wakikufa wanaenda huko, wewe ukiwa Yesu unaweza rudi tena kufanya? Si unangojea watu huko wanakufa wakifanya nini? Wakikuja wakitoshea zile nyumba ulienda kutengeneza, unasema imetoa. So kanisa lolote linalohubiri mtu akifa ameenda mbinguni limekataa kuja kwa nani? Wasiwadanganye huko nje hata wanaamini kuja kwa Yesu. Hakuna, as long as unasema mtu akifa ameenda mbinguni, umekataa kuja kwa nani? So that is how dangerous it can be. Hata wewe unapoamini mtu hayakufa kabisa unaweza muongeresha, hata wewe ni kukataa, unakataa kuja kwa nani? Wapenzi wa Bwana hamjambo. That is how serious the great controversy is. Jana tukasema kwa haraka, sasa kwa sababu ya hiyo confusion, dhambi imeingia ulimwenguni, imeleta mashinda. Maana shinda zote zenye tunapitia sio kitu kingine, ni ile dhambi ilikuja ulimwenguni. Hiyo dhambi ilipokuja ulimwenguni, Yohana alipoona Yesu anakuja, tuliachia hapo jana tukasema, akasema, tazama mwana kondoo wa nani? Wa Mungu, anayeichukua dhambi ya nini? Ya ulimwengu. So kwa mara ya kwanza tukawa na tumaini ya kwamba tutaondolewa katika shinda ya dhambi. Lakini swali ni, tumeondolewa kweli? Kabla nienda kama tumeondolewa swali, wacha nikwambie mambo ya hii dhambi. Jana tulisema si dhambi nyingi, ni ila dhambi iko ndani yangu, ndio iko ndani yako, ndio iko ndani ya yule mtu mwingine. Sisi sote tuna kitu kimoja tu kinaitwa dhambi. Tofauti ni ya kwamba hii dhambi uzaa. Hii dhambi huwa inafanya nini?
inazaa. Hii dhambi huwa inafanya nini? Inazaa. Hebu nisomee kitabu cha Yakobo 1:14. Yakobo 1:14 kuteremuka. Yakobo, maana jana tulisema Mungu aliambia Kaini dhambi inakuote na inakutamani. Kwa hivyo wacha tuone dhambi uzaa inasema nini? Yakobo 1:14 inasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Huku akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikiisha chukua mimba, inazaa dhambi. Inazaa dhambi. Na ile dhambi ikisha komaa, uzaa mauti. Inazaa nini? Mauti. Basi si unaona inazaa? Hamujambo. Sasa hiyo dhambi si mauti tu inazaa mpaka matendo ambayo yanaonyesha wewe ni mwenye dhambi. Nisomee Mathayo 15:18 na 19. Yesu alisema nini? Jana tulisema Paulo alisema ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Yesu alisema matendo mabaya yanatokanga wapi? Mathayo 15:18 inasema, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni. Kile ambacho kinachotoka kwa kinywa ya mtu kinatoka kwa moyo. Navyo ndivyo mtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni utoka mawazo mabaya. Ndani ya moyo wako ndio utoka mawazo nini? Mabaya. Uaji, uzinzi, uasherati, wivu. Umesikia ndani ya moyo wako vinatoka vitu vingapi? Sasa dhambi iliyo ndani yako, iliyo ndani ya moyo inazaa vitu kadhaa, lakini kwa mtu mmoja inaweza zaa uaji. Kwa mtu mwingine inazaa nini? Usherati. Kwa mtu mwingine inazaa nini? Wivu. Wapenzi wa Bwana, hamjambo. Ukiangalia mwenye amefanya uasherati na mwenye akona wivu, nani akona dhambi kubwa? Okay, tuseme tunatoana ushirika. Uletewe mmoja uambiwe huyu amefanya usherati na huyu akona nini? Na wivu. Nani utatoa ushirika? Musherati. Lakini umesikia kile kimezaa usherati ndizo bando kimezaa nini? Wivu. Ni kama watu wawili wagonjwa, ugonjwa inafanana, lakini mmoja symptoms zinaonekana. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na kansa lakini haianza kumfinyiria, kwa hivyo hajaanza kukonda, hajaanza kuwa na shinda. Kwa hivyo unaona bando akosa, lakini kansa ni nini? Ni kansa. Watoto wa Mungu, hamjambo. Mtu mmoja akaulizwa, tofauti ya mtu mtakatifu na mwenye dhambi ni gani? Nani anataka kunijibu? Na asikuwe mzee wa kanisa, maana mzee wa kanisa akajibu aanguke, inakuanga vibaya. Okay, hakuna anayetaka kunijibu, wacha nijijibu mwenyewe. Huyo mtu alipoulizwa akasema, mtakatifu ni mwenye dhambi ambaye bado hayashikwa, na mwenye dhambi ni mtakatifu mwenye tayari ameshikwa. Sasa mtu akishashikwa, huyo ndiye tunaitanga mwenye dhambi.
na wanaomtoa ushirika wanaweza kuwa wamefanya makubwa kumuliko, lakini saa hiyo hawayashikwa. Wao ni nini? Ni watakatifu. Na kwa hivyo lazima tuinue mikono, na msikawahi kataa kuinua mkono. Akishikwa ameshikwa, kwa maana ni roho ya unabii inasema kama dhambi imekuwa wazi itatuliwa na njia ya nini? Ya uwazi. Lakini hatuwezi enda kuchimba mtu ambaye hayafanya nini? Hayashikwa. Kwa hivyo dhambi ni common kwa kila mmoja, lakini wale tunaitanga wenye dhambi ni wenye dhambi imezaa matunda, na sasa hayo matunda yameanza kuonekana, na kwa njia moja ama nyingine amefanya nini? Sio mimi nahubiri hivyo. Kumbuka kuna watu walichukua mwanamke wakampeleka kwa wakasema huyu mama tumemshika kwa nini? Kwa kitendo. Akawaambia haya, ule atawai fanya dhambi kama hii yake awe wa kwanza kumurusha nini? Njiwe. Walisimama hapo? Hapana, kwa maana hata mzee mwenye alishikwa na yeye alikuwa mmoja wa kubeba njiwe. Hamujambo. Lazima tuwaeleze shinda ya dhambi ili tujue wokovu sio kitu rahisi. Mimi nikiwa pastor mahali pengine na hapo reserve, aliletwa mama alikuwa anafanya usharati. So tukaongea kwa bondi, kasemekana tutume mtu aende amwambie tutamchukulia hatua. Nikaambia yonda siwendo mwambie yonda, kaniambia wewe mimi sitaki kisirani. Nikaambia pastor mimi usiniletee, huyo mama ni kisirani sana. So mwisho tukauliza sasa tutume nani? Wakasema wewe pastor aenda. Unajua unatakanga pastor aende ndio pastor ambiwe ni yeye anatoa watu ushirika. Lakini nikaenda. Nilipoenda nikamweleza, akaniambia pastor, lakini si kanuni inasema mtu anaweza jitetea kwa board. Nikasema yeye inasema hivyo, ukitaka unaweza kuja ufanye nini? Ujitetea. Akaniambia nitakuja. So tukaenda tukakaa kwa board, wakaniuliza pastor, ulipeleka ile habari ya mama? Nikamwambia na alisema anataka kujitetea na ako hapa nje. Wakaniuliza ati ako hapa nje? Pastor, unajua shinda yako, tulikwambia huyo mama ni kisirani na unataka kutuletea kisirani hapa. Pastor yonda akaamuka akaenda. Kitambo mama ingie, hakukuwa mwanaume hata. Nikashindwa hii chachi yangu kwani inakaa aje. Sijui walitoroka kwa nini, maana sisemi wazee ni wazinzi. Labda waliogopa kisirani ya Ata nyinyi msishuhudie ushuhuda wa nini? Wa uongo. Maana sijawahi waona na sijawahi wafanya nini? Washika. Na mwenye dhambi ni yule amefanya nini? Ameshikwa. Hiyo ndio hali ya Sasa wacha niulize swali sasa. I wish ni mandakika naangalia imebaki kama 20. Sasa ni nini inafanyika wakati mtu amemwamini Yesu Kristo? Ni nini inafanyika wakati Mungu amemwamini mtu amemwamini Yesu Kristo? Nataka kupeana mfano wa simu. Kuna mtu ako na simu kama hii touch screen. Sisemi hii yenyewe unaweza shindwa kununua kama hii, lakini ni touch screen. Kuna mtu ako nayo? Hebu kama uko nayo nifanyie hivi tu na mjifunze kurespondi watu waliruta na nyinyi. Teaching inatakanga response, si ndio? Sikunyang'anyi simu, nikukuuliza kama uko nayo. Okay. Wangapi simu yao iko na simu kandi mbili? Mbili. Mostly lazima iwe ni Airtel na Safaricom, si ndio? Airtel ni wakati unataka kupiga free. Na Safaricom nayo maana kwa kupiga ni bei kali, nayo unaitumia kwa mambo ya
Sio ndio kazi yetu sisi wote? Wakenya tunasemanga tuna tabia zetu na tunazielewa. Sasa katika hiyo simu wacha tuchukulie kulingana na rangi zake. Wacha tupatie simu kandi ya Airtel, maana ndio ya rent. Represent Yesu. Represent nani? Na Safaricom juu ina dhambi nyingi na ule anafanyanga huko asinisikie vibaya, ni example tu tunapeana nayo represent nguvu ya dhambi. Tuko pamoja? Sasa kile kinafanya nini? Kabla umwamini Yesu, kabla umwamini nani, unakuanga na simu kandi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2:14. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2:14, Biblia inasema nini? Nataka uelewe kabla umwamini Yesu vile unakuanga. 14 inasema basi mwanadamu wa tabia ya asili. Basi mwanadamu wa tabia ya nini? Ya asili. Kwa Kiingereza inasema natural man ama carnal man. Mtu wa tabia ya mwilini. Huyo ni mtu ambaye hayamwamini Yesu. Ako namna gani? Endelea. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Hawezi kupokea mambo ya Roho wa nani? Wa Mungu. Maana kwake huyo ni upuzi. Maana kwake maneno ya Roho wa Mungu yanakuanga nini? Upuzi. Wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Na mambo ya roho hawezi kuyafahamu kwa sababu huwa yanatambulikana tu na watu walio na roho wa nani? Kwa hivyo mtu ambaye hayamwamini Yesu Kristo, hata wakati unamwambia kuna Mungu, anakuangalia anasema wewe ni umaskini inakusumbua, tafuta pesa. Ukimwambia tuko na makambi, anakuangalia anakuuliza sasa wewe bandara uenda kutafuta pesa, unaenda kukaa mahali wiki nzima ukiomba, bandara uenda utafuta nini? Kwake ni ujinga. Katika Waefeso 2:1 huyo mtu bado anakaa namna gani? Waefeso 2:1 Waefeso 2:1 Waefeso 2:1 inasema inasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Wakati amkuwa mmekubali Yesu Kristo mlikuwa nini? Wafu. Ambazo mlisiendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu. Mlikuwa mkufa katika dhambi zenu ambazo mliziendea kwa kufuata tamaa ya ulimwengu wa namna gani? Kwa hivyo tulikuwa tukufe katika dhambi zetu, tusikuwe na tumaini la ufufuo tena, tukue watu wa kukufa milele na nini? Mstari wa 12 hapo wa Efeso inasema nini? 12 inasema kwamba zamani zile mlikuwa hamuna Kristo. Zamani zile mlikuwa hamuna Kristo. Mumefarakana na jamii ya Israeli. Mlikuwa mumefarakana na jamii ya Israeli. Wageni wasio wa maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamuna tumaini. Mlikuwa hakuna ahadi na mlikuwa hamuna tumaini. Hamuna Mungu duniani. Na kulikuwa hamuna Mungu dunia. Unasikia vile mtu wa asili alivyo? Hana tumaini, hakuna ahadi. Yeye akikufa story yake imefanya nini? Yeye hana tumaini la uzima wa milele. Yeye hana Mungu dunia. Kwa hivyo huyo mtu ndani ya mwili wake ni kana simu iko na simu kandi ngapi? Moja. Akiamua kufanya nini? Kupiga simu,
Hakuna kitu kitachuia isipige, itapiga direct. Akiamua kuua mtu, hakuna kitu kinamwambia hapana. Anafanya nini? Anaua. Akiamua kufanya usharati, hakuna kitu kinamwambia hapana. Anaendelea, anafanya. Akiamua jambo, saa ingine unaweza muangalia uone kama ni mtu mzuri, lakini ndani yake hana tumaini, hana Mungu, ako na katika dhambi yake, ako katika mwili wa hasiri, mambo yake ni mambo ya kimwili, ako tu na simu kandi moja. Mtu akisha sasa muamini Yesu Kristo, akimwamini nani? Ni nani? Kwa hiyo simu yake ako na settings inasema, inakaa hivi, ukitaka kupiga simu inakuuliza unataka kutumia simu 1 ama simu 2. Kuna mtu kama huyo? Good. Sasa kile kilifanyika ndani yako, na hapa ndio shinda ya great controversy. Si ate ya kwamba Yesu akikuja ile ya kwanza inaondoka kabisa. Hamujambo. Lakini Mungu anaweka simu kandi ingine ambayo sasa hii ni simu kandi inaitwa ya Roho Mtakatifu. Ndipo kitabu cha Wakorintho wa pili kinasema, basi sasa mtu Wakorintho wa pili 5:17, mtu akiwa ndani ya Yesu sasa amekuwa kiumbe nini? Kipya. Ya kale yamefanya nini? Yamepita, tazama yamekuwa nini? Mapya. Si hata ya kwamba ile ya kale imetoroka kabisa, imekufa, lakini kumekuja nguvu ingine ndani yako. Sasa wewe umekuwa uwanja wa vita. Wewe sasa umekuwa uwanja wa nini? Wa vita. Ukitaka kutumia simu kandi ya kwanza, bando itafanya. Hamujambo. Lakini uzuri wewe uko na simu kandi ingine ya ngapi? Ya pili. Wakati wowote ambapo unataka ufanye choice, lazima Roho atakuletea option. Unataka kupiga simu kandi ya kwanza ama ya pili? Ukisema ya pili, umeshinda vita. Hamujambo. Ukipiga ya kwanza naona vile watu wananiangalia. Hata ukiokoka, tuseme wewe ni msichana, umekutana na kijana kwa barabara na anataka kukuomba mambo ya mapenzi. Atakwambia sasa, wewe unasema aje? Unajua mimi ni wewe, sindiye kiasi gani, kwani wewe ni ng'ombe? Hapana mimi sivyo. Hapo katika hiyo harakati ni kuulizwa, unaulizwa unataka kufinya simu 1 ama unataka kufinya simu 2? Ukifinya simu 1 unasema sawa basi na usizoe, unaenda. Ukifinya simu 2 unamwambia ushindwe katika jina la Yesu. Mimi sifanyangi tabia za namna gani hii, na unatoka hapo unafanya nini? Unaenda. Kwa maana Biblia nayo haijasema uchezee dhambi, imesema umukimbie shetani na yeye atafanya nini? Atawakimbia. Umukaribie Yesu na yeye atafanya nini? Atakukaribia. Hamujambo. Mimi sikujua hiyo, maana wakati nilienda kubatizwa, nilibatizwa nikiwa kijana na nilikuwa na girlfriend. Sasa hilo jambo lilinisumbua sana, maana niliona nikibatizwa kuna tubitu nitakosa. Sio uto unafikiria. Sasa shida yako ni kuoverthink. Okay, kulikuwa na tubitu tundogo kama tuhagi, tukisi hivi. Sasa hizo ndio niliona nitakosa. Sasa nilipobatizwa, lakini nikajipa moyo, nikasema wacha nibatizwe, hiyo kitu inito. Nikabatizwa. Nilipobatizwa, si mimi ni shujaa wa imani, tukakutana nako.
Nilipoketi karibu nako, vile nilikuwa nasikia kabla ya ubatizo, nikasikia tena. Nikajiuliza, ala, kwani sijabatizwa vizuri? Lakini kitu ikaniambia ondoka hapa. Kitu ikaniambia fanya nini? Kwa maana kama ningekaa kufinya ile simu kandi ya mtu wa asili ni rai. Hamujambo. Wacha hata nikiwa pastor hivi, mimi nimepanda gari, nikiwa natoka Thika. Nikiwa pastor tena on dead. Makanga akaniambia ni 30 bob kwenda Tao. Nikaingia, haikuwa na watu. Kufika mahali stage inaitwa Wetaidi, akakuta watu wamejaa kwa stage aje. Akasema gari ni 70. Watu wakaingia wakajaa. Akaenda akaniambia mzee leta pesa, nikampa 30. Akaniambia mzee wacha upuzi. Gari ni 70. Akamwambia hata wewe wacha upuzi. Akaniambia mzee unaongea mbaya, akamwambia naongea mbaya. Akaniambia utashuka, akamwambia sishuki. Nikasikia mtu amemigusa hapa nyuma, nikayoka, kanisema pastor wacha nikulipie. Nikasema woi. Kumbe ule mtu wa zamani anaweza fanya nini? Amuka. Uliza mwenzako unatumia simu 1 ama simu 2. No, wapendwa mjambo. Sasa wewe unakuwa uwanja wa great control. Na ni jukumu lako kukaa ukiweka airtime kwa hii simu kandi ya pili. Na ile ya kwanza unainyima nini? Airtime. Ukiamuka asubuhi uombe, umeongeza airtime kwa ile simu kandi ya ngapi? Ukisoma Biblia, umeongeza airtime kwa simu kandi ya ngapi? Ukihudhuria makambe usikie mahubiri, umeongeza airtime kwa simu kandi ya ngapi? Na ile ya kwanza inaendelea kupoteza network. Inaendelea kupoteza nini? Network. Lakini ukiacha kuweka airtime kwa hii ya pili, ile ya kwanza tena inaanza kuchukua network. Sasa wewe ni uwanja wa nini? Great controversy is now fought in your mind. It is fought in your heart. Nikisumia jina la Biblia. Ndio unasikia ndani ya roho kunaweza toka hiki, ndani ya roho kunaweza toka hiki. Kwa hivyo wewe ni uwanja wa vita. Solution yako ni kumtegemea Yesu kila na hiyo ndio tunaitanga sanctification. Ndio tunaitanga nini? Sasa inakuwa ni vita kati ya mwili wa kifo, mwili ambao Biblia inasema ni mwili wa kufa, mwili ambao Biblia inasema umehukumiwa na unangojea ghadhabu ya nani? Ya Bwana. Na mwili ambao Biblia inasema hakuna chochote kizuri kinachotoka kwa ule mtu wa zamani. Lakini wewe unakuwa ndani yako uko mtu wa rohoni, uko mtu ambaye sio wa mambo ya kimwili, unamtegemea Yesu kila nini? Siku unakaa kuwa mtu wa maombi, na hata unapoongea unachagua maneno yako vizuri. Wapenzi wa Bwana hamjambo. Sasa nataka kukuchallenge hivi. Great controversy is not a joke. Pastor alituambia jana it is bad news. It is bad news. It is bad what? Na kile kinafanya katika Bible Sunday tusoma maneno ya Yesu, tusoma maneno ya nani? Ni kwa sababu hiyo nguvu ya kukupigania dhambi kila siku hakuna mwingine aliyo nayo isipokuwa mmoja, anaitwa nani? Ndio sababu mimi hata kama sijui mahali mafungu imeandikwa, siwezi kubali uniambie Yesu sio Mungu. Kwa sababu kama Yesu sio Mungu, utaokolewa aje na mtu mwingine ambaye hata yeye ako katika shinda ya dhambi? Mimi
naona watu wakipiga mchezo huku, imeandikwa wapi? Alisema mumjue Mungu na Yesu Kristo uliyemtuma. Si unaona basi Yesu ni kutumwa, alitumwa. Hebu soma hapo pengine. Akasema mimi nimelia, Eloi Eloi lama sabachthani, Bwana mbona umeniacha? Si unaona analilia baba yake? Haleluya, amen. Bwana unaongea nini? Hakuna mwingine anayeweza kukuokoa katika hali ya dhambi isipokuwa atoke nje ya wale waliotenda dhambi, na hakuna mwingine wa namna hiyo ila Mungu pekee. Ndio sababu kitabu cha Matendo ya Mitume kinasema 4:12, wala hakuna jina lingine mbinguni na wapi na duniani tunalopaswa kuokolewa kwalo isipokuwa jina la nani? Ambia mwenzako na kuomba kila wakati tumia simu kandi ya pili. Unajua tunaongeanga hayo mambo watu, unaona hata hapa kwa hii makambi iko mtu atajaribiwa ulizwe simu wanu ama simu hapa kwa hii makambi. Aidha utakanyangwa na mtu akipita, na kabla ufikirie umemuita manjina yo. Hamujambo. Hapa kosi hata mtu ataandikiwa SMS hapa kwa chat. Hujamaliza hiyo makambe yenu hata sasa na uliniambia unaenda kidogo urudi tuonane hapa. Hapata kosa mtu wa namna hiyo. Mungu akusaidie upigane vita upande wa nani? Na Mungu atubariki. Tusimame tuombe, muda wetu umeisha. Mtakatifu Mwenyezi Mungu, jina lako litukuzwe. Sisi tumejipata katika hali ya vita, lakini kando na mwanadamu wa tabia ya asili ambaye yeye Bwana ana nguvu nyingine ya kumuonya kuhusu utendaji wa dhambi, wewe ulitupea nguvu nyingine ambayo inapigana na utu wetu wa zamani. Na wakati wowote hata kama tuko katika ulimwengu wa vita, wewe umetuahidi ya kwamba wale wote wanaokuamini unawapa uwezo wa kuwa watoto wako. Mwenyezi Mungu, tunaomba kama ulivyonena kwa barua ya Yohana, na waandikia msitende dhambi. Bwana utusaidie tusitende dhambi. Lakini ikiwemo mmoja wetu ataanguka katika jambo la dhambi, Bwana hujatuacha bila mtetezi. Wewe umetuahidi hupo utatusamehe dhambi zetu, lakini Bwana utusaidie na utupiganie kila wakati kusimama upande wako. Na utusaidie kufanya yale yote yatafanya nguvu ya Roho Mtakatifu iinuke ndani yetu na iwe ikikutukuza siku zote. Bwana, tunasikitika ikiwa kuna mmoja wetu ataendelea kulealea utu wake wa zamani, ataendelea kufanya uamuzi akiwa upande wa utu wake wa zamani. Bwana, tunaomba utuondoe katika hali hiyo katika jina la Yesu Kristo. Utuhurumie kama watoto wako, uendelee na kutupigania vita hadi utakaporejea, na ni katika jina la Yesu Kristo twaomba na kuamini. Amen. Get the point. Take a step forward.